Bwana, hebu leo sikia kisa hiki kifupi tu kinachohusu mapenzi. Kuna mshikaji mmoja alikuwa anaishi na mke wake, umeona. Lakini mshikaji alikuwa ni mfanyabiashara, mara nyingi kila weekend alikuwa anapenda kusafiri. Na kila alipokuwa kisafiri, kumbe mke wake alikuwa na mtindo wa kuingiza mwanamume mwingine ndani kwake. Na jamaa alipokuwa kirudi, washikaji zake walikuwa wanapenda kumtonya na kumwambia kwamba bwana, kila ukiondoka tu kuna kidume kinaingia ndani na unafanya mapenzi na mke wako. Lakini jamaa hakutaka kuamini. Aliwaambia, bwana, mimi siwezi nikawaamini nyinyi. Nitafanya uchunguzi na nikigundua ni kweli nitajua nini cha kufanya. Lakini jinsi ninavyompenda mke wangu, ninavyomwamini, anavyoniamini, naamini naweza kufanya ujinga kama huo, na hata kama atafanya huenda labda akafanyia nje, sio ndani kwangu. Jamaa akaendelea na safari zake. Kila alipokuwa kitoka tu kufuata mizigo, maana alikuwa ni mfanyabiashara, akirudi tu anapewa ujumbe na washikaji zake. Siku moja jamaa akasema, hebu ngoja nifanye kuhakikisha hiki ninachoambiwa. Umeona, jamaa akamwaga mke wake kwamba anasafiri, na alipoondoka tu pale nyumbani, basi mke wake aliingiza kidume mle ndani, na wakajisahau kufunga mlango wa getini, mlango wa sebleni pia na mlango wa chumbani walipokuwa wanafanyia mapenzi. Kwa kuwa ni mazoea, walishazoea tu jamaa akienda arudi. Mara ghafla jamaa akarudi, akafungua geti, mlango wa sebleni na akafungua mlango wa chumbani pia. Jamaa alipoingia chumbani akakuta kweli wako wanafanya mapenzi. Jamaa kwa ustaarabu aliwaambia, siku nyingine mkiwa mnafanya vitu vyenu vya kikubwa kama hivi, mwe mnafunga mlango, maana hata watoto wanaweza kaja wakafungua wakakuta ni kizaazao ndani. Umeona? Jamaa karudi zake sebleni akakaa. Akasikilizia kama dakika kadhaa hivi, mara ghafla mwanamke wake akatoka pale sebleni. Jamaa akamwambia, basi naomba uandae chai ili tunywe maana nasikia njaa. Umeona? Kwa hofu kubwa mwanamke wake alianza kuandaa chai, na alipomaliza akatenga mezani akamwambia, mume wangu, karibu chai. Jamaa akamwambia, kuna mwenzio umemsahau chumbani, hebu kamwite naye aje anywe chai ama shiriki chai pamoja na sisi. Mwanamke kwa hofu akijua kabisa hapa ni kipigo tu ambacho kinafuata ama kuna kitu kibaya cha kikatili kitatokea. Mwanamke alienda akamuita yule jamaa alikuwa anafanya naye mapenzi. Akamwambia, bwana, karibu chai. Kwa kuwa jamaa alikuwa anasikia, basi naye akatoka pale sebleni akawa anakunywa chai kwa hofu. Alipomaliza kunywa chai, jamaa akasema nimeshiba. Basi yule jamaa mwenye mji alimwambia mke wake, naomba msindikize mwenzio aende. Umeona? Hawakuamini kile ambacho kilikuwa kinatokea, kwa sababu wengi walikuwa wanaamini huenda ikawa ni kizaazaa. Basi mwanamke akamsindikiza yule jamaa hadi getini, mwanamke akarudi. Alivyorudi, jamaa akaendelea kutafakari kichwani.